answer to us. Tuko ndani. Uko wapi ndugu? Hapa tuko katika tuko Lee Funeral Home
ambapo safari ya mwisho ya mwanadada wetu itafanyika hapo kesho, lakini kwa sasa ni maandalizi ya kumpeleka Kisii ili akaweze kupumzishwa. Na unavyoona, tumemwona babake na watu wa kwao katika harakati za mwisho tu yani.
Hauna means. Yeah. Super private small. Nakupea wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hata ingawa tuko katika hali ambayo ni ya majonzi, ni vizuri tumshukuru Mungu wale ambao tuko hai, kwa sababu sisi Mungu ameongea ni vyema kwamba tuwe hai wakati huu. Naomba kwamba tuweze kuomba tupate neno moja ambalo ni la faraja, ambalo hata Mungu tumweke mikononi mwetu atuwezeshe tuweze kufika nyumbani salama. Tuamini na tuombe. Baba Mungu, muumba nchi na mbingu, tunakuja mbele zako. Kwanza wale ambao tuko hai, tukushukuru kwa sababu ya kipaji cha uhai. Asante kwa sababu umetuonekania tuwe hai wakati huu, na hata asante kwa sababu ya mtoto Eden Wendi ambaye ulipatia wazazi wake. Ulipowapatia mtoto huyu walifurahia, lakini kwa sababu ya dhambi ambazo tulifanya ulipotuweka shambani mwa Eden, kifo kilipokuja sasa imekuwa kwamba ni huzuni. Asante kwa safari ambayo uliona ni vyema wale walioenda huko Canada kumleta mwili hapa, na hata wazazi wake ambao wanaendelea kuuliza maswali mengi wakati huu, tunaweka mikononi mwako.
Sasa tunapokuwa karibu kuanza safari kuelekea nyumbani ili kurudisha mtoto huyu Ellen mahali alipotoka kwa mawimbi, tunaweka hii safari mikononi mwako. Tunapoenda kuona neno lako ambao ni la matumaini wakati wa majonzi, tunajiweka mikononi mwako kuwa nasi, kwani tumeomba tukiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Wapendwa, tunaposoma katika kitabu cha Revelation chapter 21, tunataka kumuona Yohana aliangalia mambo yapi yatakapokuwa wakati tutaelekea huko mbinguni. Unaposoma hiyo Revelation chapter 21 inasema hivi, huyu ni Yohana ambaye ananena haya maneno, na anapoyanena ako katika hali ambayo ikiwa kama ni wewe hauna nguvu na hauna Yesu, hakika hungenena haya maneno, kwa sababu alikuwa ameshikwa, ako kwa island ambayo yeye ndikana ni yeye peke yake, lakini uzuri kwamba alikuwa na matumaini ambayo yanatoka kwa Mungu. Alafu inasema hivi, anatuandikia akisema, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with me, and he will dwell with me, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Wapendwa, kuna jambo ambalo la matumaini unaposoma katika hicho Revelation chapter 21 verse 4, kuna jambo ambalo anatupatia la matumaini haswa wakati kama huu. Na anatuambia hivi kwa sababu hii ni ndoto ambayo ilimujia na ni Mungu mwenyewe alikuwa anamwambia, and God shall wipe away all tears from their eyes. Wakati kama huu, we have a lot of tears in our eyes for the death of Hellen Wendi Nyabuto. Ndio tulisema kwamba wakati alizaliwa wazazi walifurahia, walicheka, kulikuwa na sherehe tofauti, watu walikula wakafurahia sana. Lakini wakati Hellen alipoaga, everybody was crying. Maswali mengi tukijiuliza, haya yanatokea wapi, imekuaje? But then we are now being comforted by the word of God from that Revelation chapter 21 verse 24, which says, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things have passed. Wapendwa, hili ni neno la matumaini kwamba wakati Yesu ataporudisha uzima, hakutakuwa na kifo chochote, hakutakuwa na majonzi katika macho yetu, hakutakuwa na mauti ambayo yanatuangamiza katika ambayo yanatufanya tunazononeka maishani mwetu. Hakutakuwa na haya mauti, hakutakuwa na maombolezo, will not be mourning anymore. Hakutakuwa na kilio wala maumivu, hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Ya kwanza ni yapi haya? Ya kwanza ya kifo kama hiki ambacho kilikuja wakati tulitenda dhambi. My wish is that let us believe this God, so that when he comes, we'll be among those who will weep no more, ambao hatutakuwa na kilio chochote, kwa sababu mbinguni mahali Yesu alipoenda kutuandalia, ambapo tunaelezewa katika kitabu cha Yohana 14 kwanza ukiendelea, kwamba tunakuambia kwamba tusihuzunike. Hapo mahali ambapo Yesu alienda kutuandalia, hakutakuwa na kilio. Familia, ndugu yangu John, na kuweka mikononi mwa Bwana. Let him comfort you at this time. All those of us who are here may surely not comfort you. It's only God who will comfort you. May you believe in him, so that when he returns, when he comes during his second time, surely you will be among those that will be celebrating, ambapo utakutana na mtoto wako Wendi kama alikuwa anafanya kulingana mapenzi ya Mungu. May God bless us all as we start the journey. May he be with us
And as until we arrive well, may his name be glorified in Jesus' name. Amen. Wacha basi tupate hombi. Wacha niombe Elder Patrick aweze kutuombea na aweke safari hii mikononi mwa Bwana. Asante. Baba na Mungu wetu uishe mahali pa juu, tumekuja mbele ya utukufu wako masaa haya tukiwa na hizo shukrani. Asante sana Mungu wetu kwa sababu tumeona utukufu wako. Tangu jambo hili litendeke, Mungu wetu, tumekuona na tumekuona in a very special way, my dear Father. Thank you so much for what you've done this morning. You have even given us the words of encouragement that indeed this is not the end of it all. You died so that we can be resurrected once again, my Father. How I wish that we may bring this comfort into the hearts of these parents, into the hearts of your children, so that we may look upon you, my Father, as our deliverer. Now, as we start this channel from here, my Father, I want to put them before thee. Call them. Continue being with them, Lord. Till everything is done, and may your glory, may the glory and the honor turn to you, my dear Father. Thank you so much for the comfort that you continue giving unto us. Thank you, Lord, for your son Jesus, who died so that you may receive resurrection when you come the second time. My Father and my Lord, I want to trust this channel to thy hand, that you may continue taking care of them, may continue holding your might hand unto this channel till they reach, and it's in Jesus' name we praise and welcome and worship thee, Lord. Amen. Thank you so much. Kwa na safari njema. Mimi kwa majina naitwa Jackson Nyabicha Kayaga. Huyo ni ndugu yangu kutoka nyumbani. Na hakika tunajua kwamba kijiji kinahusunika, but waje tufarijiwe na hili neno ambalo tumepata. Thank you so much, and may God bless you. Have a safe day. Amen.
kazi ya matatu nilifanya muda mrefu. Mguu imeumia. Lakini tuko sawa hapo sisi. Piga kutoka huko hivi, picha ndio itatoka bila shadow. Itatoka vizuri. Kama kuruari kangaya hapa sima. Basi imefikia kipindi kile cha kutoka, na vile ambavyo kidogo umeona kwenye picha, mwili wake Wendy umewekwa kwenye gari na hivi punde watachomoka kwenye safari, na hatima ya safari itafikia pale Kisii, maybe jioni tu, ili safari ya mwisho ifanyike pale kesho. Na kwa sasa wale ambao wanakwenda kwenye safari tunatakia safari njema, na wale ambao tunabaki tunaomba tutalia na familia na tutakuwa nao kwenye maombi haswa. Na kwa wale ambao bado wapo nyumbani wapewe majonzi yetu na salamu zetu mtawalia. Mimi naitwa Alex Kenny, Mwamugusi TV. Ndo sasa wanavyoondoka. Tunatakia safari njema haswa. Wengine yezi kaa hapa juu. Safari njema. Simonjero imagine aliniambia nimpigie namba tainichunga iga na bako nyorega wote ile town ya masaa yote sikuwa shafika. Ani ngo watu siku. Haya ona basi. Napanda wapi? Oh,
Iko fine. Tena upande hiyo. Hapo sawa. Kama nikuja hii. Mtu kidogo na huko kidogo tu kwanza nikuja mlango. Hello guys, welcome again to our channel. Sijui channel yako inaitwa uko live Mwamogusi? Oh guys, this is Cyprian, tuko hapa tumekuja kwa kamba ni Baba Wendy na watu wa nyumbani Kisii. At least tumfike karibu. Siku zote wanasema oh guys, thank you so much. We are safari njema, na kwa wale ambao tunabaki tutalia pamoja na familia, salamu zetu na majonzi yafikie familia pale nyumbani. Na katika kipindi hiki ni maombi tu, yani ili tuombeane. Safari yetu pia itafika, kuna siku itafika yetu pia, lakini in the meantime tuombeane. Naitwa Alex Ken, tumekuwa pamoja kwa Mwamogusi TV. thank you guys. Sawa. Là qua tiểu chỗ có mà tham với qua thì nó gì có gì nó mình có cái bạn ấy giờ cái đồ này nó còn cái quan trọng đâu.
เราต้องสอนกันแล้ว Kumeshu